Aslan wasalan wa malhaba. Karibuni wapendwa. Aslan wasalan wa malhaba. Karibuni sana wapendwa. Karibuni katika video ya tatu. Tumekuwa na video ya kwanza, video ya pili, sasa ni video ya tatu. Tuko hapa na mchungaji Chai pamoja na mtumishi Onyango. Lakini kabla sijaweza kuwapa nafasi ya kuzungumza au kabla hatujaomba, niwaeleze ya kwamba katika kupeleka gurudumu hili Mungu anawachagua majembe ambaye itafanya kazi katika shamba. Na katika kuchagua, Mungu anachagua vile anavyotaka, na Mungu hachaguliwi. Kwa hivyo miongoni mwa watu ambao wanaonekana ni watu wa kawaida, bado Mungu anawachagua watumishi kuingia katika ndani ya shamba lake kufanya kazi. Na vile vile anawachagua wachungaji ambaye wamesoma, wana vyeti kabisa halali za theolojia, waungane na watu ambaye wameamua kusimama katika pande ya kweli ili kupeleka gurudumu ambalo Mungu ni yeye analiongoza gurudumu hilo. Na katika kuingia katika shamba ambalo Mungu ndiye anayewaajiri. Anamwajiri mtu wa asubuhi mapema, anamwajiri mwingine wa saa 3, anamwajiri mwingine wa saa 6, anamwajiri mwingine saa 9. Lakini yule wa saa 11 ndiye anayekuja kumaliza kazi, lakini watalipwa wote katika mshahara mmoja. Sasa nataka niseme hivi. Pastor Chai hajakuja hapa kuonyesha ubabe. Pastor Chai amekuja hapa ili kuwatoa watu wengine matongotongo ya macho waweze kuona vizuri. Amekuja hapa ili kuwafungua watu wengine ambao ni vipofu waweze kuona, kwa sababu inawezekana mimi katika lay preacher, yani mtu ambaye anaweza kuongea katika lay language, anaweza kosa kueleweka katika meza ya wanachuoni ama watu ambao wanasema ya kwamba ni wasomi. Lakini sasa Pastor Chai yeye anawekelea cheti yake hapa ya theolojia, anaweka cheti yake ya usomi ya kwamba katika jukwaa la wasomi wanapohesabiwa yuko ndani. Kwa hivyo anapowaambia jooni muonyeshe kana kwamba nadanganya, kujeni mchana hadharani. Pastor Chai, Mungu akubariki bwana. Mungu akubariki bwana. Umekuja kutuondolea vitu zingine ambazo pengine zilikuwa zimefunika. Umekuja kuziondoa. Na ninatumai ya kwamba Pastor Chai, kwenye mgongo wako kuna wengine wengi watakaokuja wenye elimu ya hali hiyo hiyo tu. Mungu akubariki bwana. Asante. Sasa wacha tuombe, alafu tumkabidhi ndugu Nyango, alafu aweze kumkaribisha Pastor Chai. Baba Mungu, Bwana wa Bwana wetu Yesu Kristo, jina lako litukuzwe. Tunapoanza leo somo la leo, ninamkabidhi Pastor Chai mikononi mwako. Mtumie jinsi kupendezavyo. Hebu nuru yako iweze kung'aa miongoni mwa Waadventista ambao wamefungwa, wasiojua ni kitu gani kinachoendelea. Ninaomba Bwana, kusanyiko hili, Onyango, Pastor Chai na mimi, hebu tuweze kuwa kama kalamu ya kuandikia ndani ya mioyo ya watu wengi ambao wanataka kujua. Kwa jina la Yesu tumeomba. Amen. Amina. Onyango. Amina. Asante. Karibu sana. Asante sana Pastor. Nafikiri wapendwa watazamaji, ni hatutapoteza muda. Tumekuja hapa, hii ni sehemu ya 3 ili kwamba tena tuweze kusikiliza ushuhuda mwingi kutoka kwa Pastor Chai. Kwa hivyo mimi sitakuwa na mengi ya kuzungumza. Kuwa tayari tusikilize, tujifundishe pamoja mtumishi. Na Bwana atatubariki kwa pamoja. Karibu sana mchungaji. Asante sana. Karibu sana, endelea. Thank you very much. Bwana akubariki sana. Asante sana. Asante. Asanteni, na nachukua nafasi hii nimrudishie sifa Mwenyezi Mungu, Muumba mbingu na nchi, kwa kutuleta tena katika siku hii ya leo katika somo hili. Kabla sijaanza somo hili, nataka pia ni washukuru ndugu zangu wote na dada zangu mahali popote mulipo, kwa kuwa mnatenga muda wenu mwingi sana mkisikiliza fundisho hili, na baadhi yenu mumecommunicate back. Nashukuru kwa heshima yenu, nashukuru kwa maombi ambayo mnaniombea. Najua hata kuna watu wengi, hata wengine nimezungumza nao leo, wananiombea, na naomba kwamba muzidi kuniombea, kwa sababu jambo hili
ambalo linafanyika hapa si kwa makusudi ya mtu yoyote, si kwa makusudi yangu. Na kama ilivyowaambia, mimi sijakuja hapa kwa kukejeli mtu, kwa kuambia mtu mwingine ni duni, lakini ni kuisikia tu sauti ya Mungu. Na basi utakapoisikia sauti ya Mungu ama kuitikia, ni wajibu wako kafanye kile ambacho Mungu anakukusudia kufanya. Hiyo ndio imenifanya mpaka nimefika mahali hapa. Nataka pia niwashukuru ndugu zangu, hata mkiniombea pia muombee hawa, kwa sababu imagine nimekuja kwao, ninakula kwao, kila kitu ni juu yao. Ni upendo wa hali ya juu sana. Kwa hivyo nataka niwashukuru. Nashukuru kwa hii platform pia, kwa sababu wengi wataweza kusikia sauti hii, na natumai Mungu atafanya makubwa zaidi mazuri ya kujenga kanisa lake na jina la Bwana liweze kutukuzwa. Amina. Wacha niombe kidogo alafu niingie katika somo la leo. Baba, katika jina la Yesu, ninakuja mbele za uso wako wakati huu, mimi nikijitambua ni mwanadamu, sina hekima yoyote wala sina maarifa yoyote. Ninapoyaendea maneno yako, naomba Roho wako Mtakatifu awe pamoja nami, akanijaze, akanipe mawazo mema, ni ili Baba nikaweze kufahamu, na pia na ujasiri, na pia kuwakumbuka yote ambayo nitakapoyatoa siku ya leo kupitia kwa sauti hii. Bwana, itawagusa wengi na kuwavuta wengi kwako. Baba, tuondolee roho zote za chuki na kiburi, na hata kuna wengine Baba ambao labda pengine mahali walipo hawana furaha kwa sababu ya ujumbe huu. Baba, naomba ukaweze kuwagusa, na kwa upendo wako ukaweze kuwafahamisha kwamba kazi yote inayofanyika hapa si kwa makusudi ya mwanadamu, lakini kwa makusudi yako. Na ni katika jina la Yesu tunaomba na kuamini. Amina, amina. Asante sana. Amina. Basi wacha sasa nianze somo la leo. Jana tuliangalia Mungu wa pekee na wa kweli ni nani. Hiyo jana tuliangalia, na tukaangalia Old Testament, tukakuja New Testament, na tukaeleza yote kabisa kwa usahihi, na nikatumia maandiko ya manabii, nikatumia maandiko ya mitume. So yote jana tuliweza kuyanakili. Na ikiwa kuna mtu labda atasema labda niliongea visivyo, ni wajibu wake aende katika hayo maandiko na aseme ya kwamba hayo maandiko hayasemi hivyo. Sasa hiyo ndiyo itakuwa sasa ni uhuru wa mtu, lakini si kupapatika maneno tu mtu aongee bila ushahidi. Nilitoa ushahidi jana, na leo pia nitaendelea kutoa nini? Nitaendelea kutoa huo ushahidi. Kwa hivyo jana tulikuwa tunaangalia Mungu wa pekee na wa kweli. Leo nikaahidi kwamba tutaongea kuhusu Roho Mtakatifu. Je, ni Mungu Roho ama ni Roho Mtakatifu? Hiyo ndio topic ama ndio mazungumzo ya siku ya leo. Lakini jana kuna kitu muhimu ambacho niliweza kuacha kwa sababu muda haukuweza kuruhusu, ndipo nataka niweze kukimaliza. Na naomba msomaji, mtumishi wa Mungu Pastor Ndacha, uweze kuenda katika kitabu cha Yohana 17:3 ambacho nitaweza kuzungumzia. Alafu kwa dakika nataka tafadhali in 10 minutes I want to summarize ile ya jana, then you will signal me, kwa sababu hii topic ya leo it has a lot of things ambazo nataka pia niwe na muda kuieleza ili kaweze kueleweka. Ni sawa sawa, kwa sababu leo tunafieka kile kichaka cha mwisho kabisa cha fundisho la kishetani, na tunaireveal hapa sasa hivi, na utaona mwenyewe. Sasa utaamua kama ni Mungu utafuata ama ni dini ambayo labda unataka kuitetea. Sasa huo uamuzi ni wako wewe, lakini mimi nitakuwa kazi yangu nimeweza kumaliza. Hebu soma hiyo 17:3 kwanza. Na uzima wa milele ndio huu. Na uzima wa milele ndio huu, wakujue wewe Mungu wa pekee. Wakujue wewe Mungu wa pekee, wa kweli, na Yesu Kristo uliyemtuma. Mungu wa pekee na wa kweli na Yesu Kristo uliyefanya nini? Uliyomtuma. Hapo ndipo kwenye uzima wa nini? Wa milele. Na hiyo ndiyo tulikuwa tunayaangalia pale jana. So in summary, jana tukaangalia mwisho kabisa, tukiwa tunamalizia tuliangalia kuhusu uwana wa Yesu Kristo. Hiyo jana tuliweza kuiangalia uwana wa Yesu Kristo, na tukasema huyu Yesu Kristo ni wa milele huko, na jana tuliangalia huko. So watu ambao wanakuja na dhana zao wakisema kwamba tukisema hivyo kwamba alitokana na Baba,
Hiyo jana tuliangalia kabisa na kila kitu. Na hata hivi naomba ya kwamba uweze kunisomea Yohana 5:23. Yohana 5:23 ili ni sementi kila ambacho tuliweza kuangalia jana. Yohana 5 kuanzia 23 unisomee pale nasemaje? Ili watu wote. Kuanzia 23 Naam. Soma. Ili watu wote wamheshimu mwana. Ili watu wote wamheshimu mwana kama vile wanavyomheshimu baba. Kama vile wanavyomheshimu baba. Asiyemheshimu mwana hamheshimu baba aliyempeleka. Hamheshimu baba aliyefanya nini? Aliyempeleka. Kwa hivyo sisi na fundisho lile la jana ni kwamba tunamheshimu mwana kama vile tunavyomheshimu baba, kwa sababu utimilifu wote wa Mungu uko ndani ya Kristo Yesu. Na hiyo tuliangalia jana katika Wakolosai 2 na fungu la 9. Tuliangalia utimilifu wote, uungu wote uko ndani ya Yesu Kristo. Kwa hivyo huu uungu ambao uko ndani ya Yesu Kristo ni kwa sababu yeye ni mwana wa Mungu. Kwa hivyo uungu wote, baba ilimpendeza ya kwamba mwanawe awe na uzima kama yeye alivyo na uzima nafsini mwake. Hiyo jana tuliangalia na hakuna ubishi katika hapo. Na ndio tukaangalia Ellen White alipokuwa anaeleza katika Desire of Ages kwamba Christ has unborrowed life. Alikuwa anarifaa tu ile ya Yohana kwamba kama vile baba alivyo na uzima nafsini mwake alimpa na mwana pia. Kwa hivyo mwana ana uzima kama vile Mungu alivyo na uzima, na ndipo tunamwabudu Yesu Kristo, tunamtukuza Yesu Kristo, na hiyo ndio ujumbe wa kanisa na ndio ujumbe wa malaika watatu. Kwa hivyo alafu kuna kitu kimoja ambacho tulikiangalia kwamba alafu kuna jambo moja ambalo lilifanyika pia, kitu inaitwa incarnation. Incarnation pia ni fundisho ambalo lilikuwako wakati ule, na hata hivyo kukatokea vikundi. Kwa sababu ya fundisho hili lilitokea vikundi, kwa sababu watu walikuwa wanaanza kusema Yesu labda alikuwa ni mwili na mikono na nini, lakini labda hakuwa mwanadamu kamili. So kukatokea vikundi. Kikundi cha kwanza ambacho kilitokea wakati ule because of incarnation, hata even before incarnation, kuna kikundi ambacho kinaitwa Ebionism. Ebionism ni kikundi ambacho kilitokea wakati ule, na wakawa wanafundisha kuhusu ya kwamba mtu we Mkristo lakini ufate sheria zote za Kiyahudi. Na unapata kwamba Paul akaenda kudefend the gospel. Ukiangalia in Acts chapter 15, Paul defending the gospel in Jerusalem Council juu ya hiki kikundi ambacho kilikuwa kinaitwa Ebionism ambacho kilizuka wakati ule. Kikundi kingine ambacho kilizuka kinaitwa Docetism, ambao Docetism ilikuwa ni kikundi inaamini ya kwamba Jesus only seemed to have a physical body and appeared human but was actually purely spiritual. So walikuwa hawaamini ya kwamba Yesu ni binadamu kamili, hakufanyika binadamu kamili kama sisi. So ikawa inapinga the humanity of Jesus Christ. Na ndiyo sababu kuna dogma inaitwa the Immaculate Conception, ambayo imetokana katika dhana hii inaitwa Docetism, ya kwamba Jesus Christ was exempted from our nature. He inherited another nature, not the nature of the fallen man. Kwa hivyo inatokana katika dhana hii inaitwa Docetism. Kwa hivyo unakuta kwamba John defended the Bible ama defended the faith of the apostles, akiattack kikundi hiki ambacho kilikuwa kinaharibu kanisa. Hiyo unaweza kuangalia katika 1 John 4:3 ya kwamba kila roho isiyoamini kwamba Kristo alikuja kwa jinsi ya mwili haitokani na Mungu. So John was defending. Tunakuta nilisema jana kwamba hizi barua, every text ambayo unaiona hapa ilikuwa ina address a certain issue ambayo ilikuwa imezuka wakati huo. So ili uelewe vizuri hizi barua, ni vizuri pia ujue the issues, the underlined issues during the apostolic era. Ndipo sasa utaweza kuwa na the right application of these writings. Na kikundi kingine ambacho vikundi viko vingi, lakini kikundi ambacho nitaongea kimoja tu ambacho cha mwisho inaitwa Gnosticism, ambayo hichi kikundi Gnosticism kilikuwa ni kikundi ambacho kinaamini all nature is evil. All flesh is evil. So not all nature. Something physical is always evil. Ikawa kinaamini hivyo. Na in fact katika Docetism kuna kitu ambacho
nimekiruka na nakumbuka kidogo katika akili zangu niweze kukileta. Unakuta hii Docetism ambayo ilikuwa haiamini full humanity of Jesus Christ, unakuta kwamba hii dhana pia iko hivi leo. Hiyo dhana hiyo iko hivi leo na imechipuka pia na imeingia pia hata katika kanisa, kwa sababu kuna kitabu kingine kinaitwa The Movement of Destiny ambacho kimeandikwa na Fromm, Leroy Fromm, ambacho hicho kitabu ndani yake kinakataa ya kwamba Kristo alichukua mwili huu wetu wa dhambi, lakini alichukua mwili na asili ya Adam kabla ya dhambi. Hicho kitabu kinasema hivyo. Na ukiangalia vitabu vingi sana, na ukiangalia vile anavyofundisha, na Docetism is just the same. Kwa sababu gani? Ukiangalia the 1888 message, ile inazungumzia sana sana zaidi ina base na righteousness of Christ, na in righteousness of Christ pia ina deal na incarnation, ambayo in incarnation tuna deal na the humanity of Jesus Christ. Which humanity? Ama ni humanity gani? Ni binadamu gani Kristo alichukua? In that movement of destiny inakataa kwamba Kristo alichukua mwili wa dhambi. Lakini ukienda katika Biblia sasa, na hata Robert Willand amezungumzia sana katika vitabu vyake ambavyo ameelezea sana, ameteta sana kuhusu kitabu hiki cha Movement of Destiny, ambacho watu wengi hata ukienda mahali kwingi unakuta wasomi wengi wale maprofesa wame take their view on the humanity of Jesus Christ referring to this book, ambayo sasa inasema Kristo alichukua asili ya kibinadamu, lakini sio kama hii. Sasa swali ni kama wewe utajaribiwa na Kristo, yeye alijaribiwa lakini na mwili mwingine, si hapo tayari ni kwamba kinakataa kwa ukuhani wa Yesu Kristo? Kwa sababu kuhani wetu mkuu ambaye ni Yesu lazima achukue binadamu tulionao, ili kile tulijaribiwa naye awe alijaribiwa. Naam. Lakini huyu kama hakujaribiwa kama sisi, atakuwaje kuhani mkuu? Ataniwakilisha vipi mimi mbele za Mungu na dhambi yangu ambaye yeye mwenyewe hata haijui iko namna gani? Hiyo ni movement of destiny. Yes, by Leroy Fromm. Na watu wengi wamechukua mafundisho hayo, na ndio unakuta kwamba ina distort the incarnation ya kwamba Yesu alichukua binadamu, lakini inafanana na ile kitu inaitwa Immaculate Conception ya Catholic, ambayo inasema Jesus was exempted. Unaona? Mary was also exempted. Sasa unakuta hizi vitu zote, one era leads to another era. So hiyo unaweza kuangalia katika vitabu vya Willand. Endo akachukua kitabu cha Willand kinaitwa 1888 Message Reexamined, uweze kusoma. Kuna kitabu kingine ameandika Grace on Trial, Made Like Brethren, Then Shall the Sanctuary Be Cleansed by Carrie Short. Hizi vitabu zote zinazungumzia, wameandika mabarua hata kwa kanisa, wameteta, hata wakaandika kitabu kingine kinaitwa Faith on Trial by Robert Willand. Huyu mzee amefanya kazi kubwa sana, ambayo kazi hiyo ukipata hizo vitabu utaweza kuelewa vizuri sana hiyo concept. Alafu hii concept nyingine inaitwa Gnosticism, ambayo sasa hii inasema all physique is sinful. Sasa wanasema ya kwamba Yesu Kristo ama alikuja akatuonesha njia ya Mungu ya kwamba tutokane na huu mwili, tuvue huu mwili, because this body is evil, so we have to torture the body, we have to torture it and torture it. You fast, you do everything. Unakuta ya Makenzi sasa. Watu hawaelewi Makenzi ametoa wapi. Ni sex ambazo zilikuwako tangu wakati huo. Mtu unafunga mpaka sasa unakufa, unasema ukikufa unakutana na Yesu huko. So Jesus will not come back again. Na ndio unakuta in 1 Corinthians chapter 15, 1 Corinthians chapter 15 from verse 12, Paul is arguing, anasema mbona nasikia ya kwamba wengine wanafundisha kwamba hakuna kiama cha wafu. Sasa mimi nikashangaa nikasema, yani wakati wa Paul tayari watu hawaamini kwamba Yesu atarudi tena. How comes? Nilikuwa nikisoma hiyo aya sielewi. Lakini nilipoenda shule nikasoma vizuri, nilielewa kwa nini Paul alikuwa aliandika hivyo. It's because of this kikundi kilikuwa kinaamini ya kwamba wewe ni utoche huu mwili wako, kwa sababu mwili huu ni dhambi. Sasa utese, ufunge, usikule, ukimbie, uishi msituni, mapangoni, uishi hiyo maisha mpaka ukufe. Ukikufa unakutana na Yesu. Kwa hivyo Yesu hatarudi tena. Ndio Paul akawa na argue, anakataa hiyo maneno. Tunaelewana vizuri eh? That is another sect. Na ndio nakuta, hebu soma. Naam. Basi ikiwa Kristo anahubiriwa ya kwamba amefufuka katika wafu. Mbona baadhi yenu husema kwamba
hakuna kiama ya wafu. Mbona baadhi yenu mnasema kwamba hakuna kiama cha wafu? Unaona sasa, he was defending katika hiki kikundi ambacho kilikuwa kimeharibu kanisa wakati huo. So hizi vikundi zote ambazo zilitokea mpaka leo bado ziko. In fact ukiangalia mtu anaitwa Martin Luther the Reformer, Martin Luther the Reformer, alikuwa monk, na monk walisoma from this nili. Sasa monk alikuwa wanaishi huko mbali na watu, wanafunga, wanafanya nini, they deny human pleasure, wametokana na watu, wanaishi peke yao, seclusion. Wanataka kuwa watakatifu. So hizi vitu zote zimezuka hapa, tunaelewana vizuri eh? So about the humanity of Jesus Christ, isije labda pengine nikaambiwa mbona pastor hukutoa ushahidi, labda Fromm alikuwa kweli ama vitu kama hizo, si ndio eh? So ni vizuri tutoe ushahidi. Hebu tusome hizi vitabu haraka haraka. Hebu soma katika soma kitabu cha kitabu gani? Soma Hebrews chapter 4. Umefika pale? Waebrania, Hebrews chapter 4. Sawa, Hebrews chapter 4 from verse 14. Haraka haraka ili niingie katika topic ya leo. Hii sio topic ya leo. Nilikuwa nataka kufanya nataka nimalize kile ambacho nilikuwa nimeacha jana. Basi iwapo tunaye kuhani mkuu. Basi iwapo tunaye kuhani mkuu aliyeingia katika mbingu, Yesu mwana wa Mungu. Yesu mwana wa Mungu. Na tuyashike sana maungamo yetu. Endelea. Kwa kuwa hamuna kuhani mkuu. Hatuna kuhani mkuu asiyeweza kuchukuana nasi. Unaona? Katika mambo yetu ya udhaifu. Bali yeye alijaribiwa sawa sawa. Na sisi katika mambo yote. Umeelewa vizuri eh? Bila kufanya nini? That is the Bible. Bila kufanya dhambi. Endelea. Endelea kusema. Basi na tukikaribie kiti cha neema. Kwa nini? Kwa ujasiri. Ili tupewe rehema. Kwa hivyo huyo ndiye kuhani wetu mkuu. So kuhani wetu mkuu anajua tatizo lilo nalo, kwa sababu hiyo alikuja katika mwili wa dhambi, lakini alikuwa na nia ya Mungu. Kwa hivyo katika mwili huu wa dhambi, tukiwa na nia ya Mungu, tunaweza kuishi maisha na tukatimiza mapenzi ya Mungu. Amin. Hivyo ndivyo Mungu alikuwa anataka, na hivyo ndivyo ilikuwa accusation ya shetani mbinguni kwamba haiwezekani. Yesu akaja kaifanya. Sasa kama Yesu alitumwa katika mwili mwingine, sisi kuhani wetu mkuu ni nani ambaye anaweza kutuelewa? Waebrania unakuta kwamba imeweka wazi. Enda katika Waebrania 2:15. Waebrania 2:15 mpaka 16. Tusome hapo Biblia inasemaje. Alafu nitoe nyingine. Alafu itakuwa ni ya mwisho nikuje katika fundisho la leo. Naam. Awaache huru wale ambao katika maisha yao yote kwa hofu ya mauti walikuwa katika hali ya utumwa. Endelea. Maana ni hakika. Sikiza vizuri ndugu yangu na dada yangu. Kwa maana ni hakika hatui asili ya malaika. Ila atoa asili ya mzao wa nani? Ibrahimu. Ibrahimu alizaliwa kabla ya Adam ama baada ya Adam? Baada ya Adam. Kwa hivyo Kristo anachukua mzao wa Ibrahimu. Ni kama sisi, lakini alikuja na nia ya Mungu. Ndio sababu haja tuoneshe njia sasa ya tutakapomwamini Yesu Kristo aingie ndani yetu kupitia kwa Roho Mtakatifu, ambayo topic yetu ya leo, ili sasa tuweze kutimiza mapenzi ya Mungu tukiwa na imani katika yeye. Kwa hivyo alafu soma fungu la mwisho katika Waebrania, katika Romans chapter 8 verse 1 to 3 hapo. Alafu lingine nitafanya tu kukuambia uweze kuandika, alafu sasa tutaweza tuingie katika somo la leo. Naam. Warumi 8 kuanzia fungu la kwanza uendelee mpaka la 3. Inasemaje? Sasa basi Sasa basi hakuna hukumu ya adhabu juu yao walio katika Kristo Yesu, kwa sababu sheria ya roho, sheria ya roho ya uzima ule ulio katika Kristo Yesu umeniacha huru bali na sheria ya dhambi na mauti. Endelea. Maana yale yasiyowezekana kwa sheria, kwa vile ilivyokuwa dhaifu, kwa sababu sheria ilivyokuwa dhaifu kwa sababu ya mwili. Ngoja kidogo, kwa sababu ya nini? Ya mwili. Ukumbuke sheria ni takatifu, si ndivyo? Ndio. Kwa nini dhaifu? Kwa sababu ya mwili.
kwa sababu ya mwili. Sheria nasema ni takatifu, mwili ni nini? Mwili ni dhaifu. Sasa haiwezi ukatimiza ile sheria. Sasa Mungu ili sasa atupe nguvu na katika mwili huu tushinde na tutimize matakwa ya sheria, anafanya nini? Soma pale chini sasa. Mungu kwa kumtuma mwanawe. Mungu akamtuma mwanawe mwenyewe katika mfano wa mwili ulio wa dhambi, na kwa sababu ya dhambi alihukumu dhambi katika mwili. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Kwa hivyo Mungu kwa kumtuma Yesu akamhukumu shetani, ya kwamba mwanadamu yoyote atakayemwamini Yesu na kumtii na kumsikiliza, Mungu mwenyewe kupitia kwa Roho Mtakatifu atakaa ndani ya huyo mwanadamu. Na basi atakapokaa ndani ya huyo mwanadamu, basi yule mwanadamu atakuwa yeye amezaliwa upya na atakuwa ni kiumbe cha Mungu na tayari atakuwa na tumaini la uzima wa milele. Hivyo ndivyo Mungu akatimiza agano lake. Na hata ukienda katika 2 Corinthians chapter 5:21, hiyo hatutasoma, ya kwamba yule asiyejua dhambi Mungu alimfanya dhambi ili sisi sasa tufanywe kuwa haki ya Mungu kupitia kwake. Ukisoma katika kitabu, ukitaka ujue zaidi, unaweza kuchukua kitabu kimeandikwa na Ed Jones, kinaitwa The Consecrated Way. The Consecrated Way of Christian Perfection by Ed Jones. Hicho kitabu kinakuelezea kabisa about Christian, inakuelezea kabisa kuhusu Christian perfection. Perfection ya ina gani? In Christ Jesus Christ, in Jesus Christ. Mungu anaweza kutekeleza mambo gani katika maisha yetu. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu katika udhaifu wetu tutakapomwamini, na hili jambo alilifanya kupitia kwa mwanawe Yesu Kristo, na hiyo ndio inaitwa justification. Sina muda wa kuelezea hiyo sana, lakini sasa kwa summary hii uweze wewe mwenyewe kuweze kujisomea zaidi na zaidi. Kwa hivyo unakuta katika hiyo tumeenda mpaka tuko karibu kukava na kumaliza the apostolic era. Tumebakisha mambo sasa Roho Mtakatifu. Tukiingia alafu tuingia na doctrines zingine kidogo, nitakuwa nimemaliza up to 100 AD. Then from there nitaanza from 100 AD onwards. Hii ninakuleta historia yote. I have all the facts here. Hii kitabu yote nimefanya research na nimemuomba Mungu usiku kucha, nikimuomba Mungu aniongoze, na hakika yake Mungu haja ni let down kwa sababu yako na kwa sababu yangu na kwa sababu ya sisi wote, ili tukaweze kumuona Mungu ikiwa tutajishusha na kumruhusu atufundishe katika maisha yetu. Kwa hivyo in summary tumejua kwamba kuna huyo Mungu, alafu kuna mwanawe, na hizo vikundi zote tumeziangalia hapo, na reaction za mitume kucombat hizo vikundi, ili sasa kanisa liwe purified na kanisa liwe safi na liendelee kueneza ujumbe. Sasa topic ya leo inasema Mungu roho ama nani? Roho wa Mungu. Sasa sikizeni niwaambie. Hapa ndipo leo tunafyeka kile kichaka cha mwisho. Naam. Naelewa vizuri eh? Naam. Tunatengeza msingi ambao utatumika kule baadaye. Naam. Ni sawa sawa? Kabisa. Ni sawa sawa? Kabisa. Na hata kabla labda sijaingia katika somo hili, labda niulize mwalimu. Umesoma historia ya kanisa? Maana yake nimesikia presentation zako. Umesoma. Disappointment katika kanisa ilikuwa mwaka gani? Disappointment yes, ya pili ya mwisho ilikuwa 1844. Ilikuwa 1844. Good. October 22nd. 1844. Si ndio? Alafu church organization ilifanyika mwaka gani? 1863. Si ndio? 1863. Do you know that hili fundisho linaitwa Trinity lilikuja 118 years later? From 1863. From 1863 in the Seventh Adventist Church there was nothing like called the Trinity doctrine. But for the first time iliingia katika kanisa officially in 1981. Juzi tu. But all those 118 years, mimi nakupa tu tip ya yale mambo ambayo yako kule mbele. Go and research for yourself na utapata kwamba ni ukweli. Why since 1863 inakuja 1981? Wengine wanajibu wanasema ati truth is progressive. It is progressive. Sasa kama truth is progressive, why are we progressing from the truth back to Rome? Ina progress backwards ama onwards? Ina progress ama ina contradict. Yes, ndio hiyo vitu ndio tutaweza kujua hapa. Watu wengi wajua hawajajua. Wakiona kwamba wameshika fundamental beliefs wanasema kanisa hii haijabadilisha misingi ya kanisa, lakini nataka nikwambie leo hii hapa ya kwamba first time officially doctrine ya Trinity
imeingia katika kanisa in 1981. Naam. Juzi tu. Juzi. Hata wengi wetu tulikuwa tumezaliwa juzi tu. Tunaelewana vizuri eh? Ndio hapo hiyo doctrine ya Trinity imeweza kuingia. Na hiyo ndio sasa tukimaliza fundisho hii ya Roho Mtakatifu, sasa tutakapofanya summary, haya yote ndio nitayaleta, alafu niyamalize katika hiyo Trinity, alafu sasa tutakuwa sasa tumejenga base, then I will be ready to move to the next step. Ni sawa? Kwa hivyo, what is the Holy Spirit? Who is the Holy Spirit? What are we discussing here? Who is the Holy Spirit? Is it is it Holy Spirit of God, or God the Holy Spirit? Hiyo ndio topic yetu ya siku ya leo. Lakini hata sitafanya haraka ya kukimbia katika maandiko na kuanza kusoma hii. Watu wanaweza wasielewe. Lakini nataka nikuchukue tu polepole ili uweze, maana hapa tuko katika mahali muhimu sana. Na hata sitaki kwenda mbio. Afadhali hata muda uishe niwache kuliko kwenda mbio ni kuache peke yako. Who is the Holy Spirit? Tukienda katika lugha ya Kigreek, ama the usage of the word of the statement, the wording Holy Spirit, hiyo maneno yenyewe ndio nataka sasa tuyadefine katika lugha inatumikaje, ama lazima tuende pia katika Kigreek, lugha original. Kiangalia hapo ni maneno mawili. Neno la kwanza inaitwa pneuma. Yes, pneuma. Naam. Ama pneuma in English, because the P inakuwa silent, so unaweza kusema pneuma. Ambayo pneuma, ukienda katika tafsiri, hata wewe kama una simu you can Google pneuma, itakuletea itakwambia it is a spirit, wind or breath. Pneuma. Sasa hapa katika Biblia inatumia pneuma, spirit. Alafu holy ni hagion, ambayo inamaanisha pure, holy or set apart. Ndio kicombine Holy Spirit, nasema Holy Spirit of God. Tunaelewana vizuri eh? Yeah. That is hiyo definition, hayo maneno yametumika hapo. Kwa hivyo huwezi ukakuja tena baadaye udefine Spirit of God mbali na hii usage ya hiyo neno yenye, the definition of the word itself inasema it is a spirit, then wewe kuja tuelezea another thing apart from the meaning of the very word, then you will be a liar. Even if you are a teacher, then you will be lying to the student, because it tells you pneuma is a spirit. Then what is a spirit? You have to explain. It is a spirit we will, as we are going, we will continue to define and redefine, ili sasa tuweze kuelewa zaidi. Now in the usage, ukiangalia tu hapo the context use of it, now in the context use of pneuma or hagion or pneuma hagion, the context usage in the Greek New Testament. Sikiliza hapo. The context usage in the Greek New Testament, it is used over 250 times to signify, sikiza vizuri eh? To signify the Holy Spirit, often referring to God's presence and power of action. So the Holy Spirit signifies the presence of God, na nitaelezea zaidi ili sasa tukaweze kuelewa pale mbele. Hiyo tu nilikuwa nataka kudefine hiyo neno. And I have gone further. Nikaangalia, and you can even also, unaweza hata wewe mwenyewe ukagoogle pale na ukaweza kuelewa. God is spirit, tuliangalia pale, tukasema jana hata tulisoma God is spirit. Hiyo katika Yohana 4:24, ndio? God is spirit. Sasa nikataka kujua God is spirit how, na what is the meaning of that word, na nikaenda John 4:24. Nikaona nione the usage of the word spirit which is there in John 4:24. What is the real meaning, so that tukielewa the definition of this the meaning of these words, then we will have the correct application or the correct the correct application
of the words, ili sasa tusiende kando na tukaanza kueleza vitu zingine. Na ikaangalia the Greek word spirit in John 4:24 is pneuma, hiyo tumeangalia, ama pneuma, ni sawa sawa, referring to wind, breath or non corporeal or non corporeal immaterial being. Naelewa vizuri Spirit in John 4:24 is pneuma, referring to wind, breath or non corporeal immaterial being. Tunaelewana vizuri It described God's fundamental nature. Umeona the usage of the word in John 4:24 immaterial. Yes, unasikia inasema is referring to the wind or breath or non corporeal immaterial being. It describes God's fundamental nature as, sikiza vizuri, invisible, divine and unlimited by physical body or location. Nafikiri hiyo uelewe vizuri. Na nitairudia kwa sababu hii ndio msingi, maana ninapoelezea kuhusu Roho Mtakatifu. Sikiza vizuri. The usage in John. Maana nimesema God is spirit. What is the meaning of it? Nasema pneuma is the word, referring to wind, breath or non corporeal immaterial being. It describes God's fundamental nature as invisible, divine and unlimited by physical body or location. That is the meaning of the pneuma or the spirit ambayo inatumika pale. Sasa ikabidi nitake kujua zaidi. What is this? What is the definition of the immaterial being? So I have taken all that time to go through and see what is this immaterial. Mtu akisema immaterial being, mtu anamaanisha nini? Inamaanisha nini? Kiangalia nasema it is an entity that exists without a physical material body or substance. Something that exists that is existing without the material body. Kufikia hapo, ukiangalia pale nimedefine pneuma, nikaangalia the usage of that, the spirit, Holy Spirit, tukaenda tuangalie tena whom God is spirit in John 4:24 inatuambia kwamba it is the immaterial essence of God. Yani tukiangalia kuhusu, yani tunamaanisha hivi, ama hata kabla sijaingia hapo ili nielezee zaidi. For example, kama kuna mtu hapo amejaribu kuombea mtu labda pengine amepagawa na mapepo. Sijui kama mwalimu tuko pamoja. Mtu ambaye amepagawa na mapepo, si ndio? So unamwona mtu nataka nitumie mfano wa kibinadamu. Ameingiwa na pepo, si ndio? Na huyo pepo ama ni shetani, kama amemwingia yule mtu, ama mapepo amemwingia yule mtu, yale mapepo huwa yameingia physical ndani ya huyo. Huwa hajaingia visu, ndio? Yameingia in the spirit, si hivyo? Katika roho. Ameingia katika roho ndani ya yule mtu. Na kama tunakemea pepo, lakini hatuoni pepo, tunaona the spirit ambayo imemwingia yule mtu. Kabisa. Lakini sasa ukumbuke ile mapepo kuna lipepo lakini liko katika mwili wa kiroho somewhere, lakini spirit yake inafanya kazi ndani ya huyu mtu. Tunaelewana vizuri? Tunaelewana vizuri. So the spirit has its place. Yani kama kuna spirit, kuna shetani. Kwa mfano kama mtu amepagawa na shetani, maana yote uovu wote unaanza na shetani, si ndio? Lakini shetani ako ndani ya binadamu through the spirit, but there is a Satan somewhere. Tunaelewana vizuri? There is a Satan somewhere. Lakini sasa kama tunakemea, ama kwa nini hatusemi huyu ambaye ako ndani ya huyu mtu sasa ni shetani roho? Kwa nini huyu shetani hatusemi kuna shetani roho? Lakini akiingia Mungu tunasema kuna Mungu roho. Lakini shetani hatusemi kuna shetani roho. Lakini shetani ako somewhere, lakini anatenda kazi kupitia kwa spirit yake. Unaelewana vizuri? So anaweza kuwa ndani ya mioyo ya watu wengi, but he is there, na hata atachomwa. Biblia inatuambia kwamba atachomwa. Kwani Mungu alikuwa atachoma, ni sasa atamchoma shetani? So is there, but he is working through the spirit of the devil is working. Kwa hivyo unakuta kwamba shetani pia ana aspect yake ya spirit. Sasa tunaposoma kuhusu spirit na katika definition ya maneno ya spirit, spirit means it is the spirit part of God.
Ndio tunaposema kuhusu Holy Spirit, it is the spirit part of God. God is in heaven, but he is present everywhere at the same time through his other part called the spirit. God is in heaven, but also God is in spirit. Sio kama unanielewa vizuri. So God is in spirit. So the spirit part of it, ndio inaitwa the spirit of God. So hatuambiwa kwamba ati ni another God called God the Holy Spirit, but it is he is the spirit of God, because God himself is a spirit. So that part of God called the spirit ndio sasa inaitwa the Holy Spirit. So when God sends his spirit to us, he is sending himself to us, because God is a spirit, and his spirit now ndio unakuta kwamba katika maandiko mara nyingi ndio unakuta hata Ellen White wakati anapojibu hao watu ambao wanataka kujaribu kudefine Mungu na wameleta theologies za ambazo ni za uongo, unakuta kwamba anataja the third person of the Godhead. Tutaelewa alikuwa anamaanisha nini. Unapoangalia katika maandiko yote ya Biblia, hata tutathibitisha hapa, maana yake nimeeleza sasa na imeeleweka hapo. Sasa kilichobakia ni kwenda katika maandiko, na Mungu akinisaidia nitaenda katika maandiko na usage ya hiyo katika roho ya unabii, ili sasa nikomeshe hiyo maneno yote ya watu ambao labda wanadhana zingine. So the usage, ukienda katika hiyo John imetuambia hivi ya kwamba God is spirit. So if God is spirit, Mungu sahi yako wapi? Ako mbinguni. Watakunambia Mungu hayuko hapa duniani? Yupo. He is everywhere. Lakini ako present everywhere. Namna gani? Unakuta kwamba anajua affairs zote za dunia hii through his spirit. Amina. So it is the spirit of God. He is the spirit of God. Na ndio unakuta Yesu anasema, ama Biblia inataja kwamba hii, kumaanisha kwamba Mungu mwenyewe akija katika binadamu, anapokuja katika binadamu, anakuja katika roho. Ndio unakuta mara nyingine anasema nitamtumia msaidizi, kwamba the spirit part of God. Mungu sasa, Yesu Kristo inaitwa pia the spirit of Christ, and also another time the spirit of God, kwa sababu chochote kilicho cha Baba ni cha Yesu. Ndio anasema kwamba nimesema kwamba nitamtumia roho ambaye atakuwa msaidizi. Tunaelewana vizuri Na huyu roho ambaye ni msaidizi, ni roho wa Mungu, sio Mungu mwingine ambaye anaitwa roho, vile ambavyo wana Trinity wanataka tuamini ya kwamba sasa kuna Mungu mwingine ambaye yeye ako separate kabisa, na huyo Mungu ako separate na Baba, ako separate na Mwana. Huyu ni Mungu mwingine. Hiyo nasema nataka nitumie msemo mwingine, sijui nasemaje, ile bura nasema ngo, na mimi pia nataka niseme ngo. Hakuna kitu kama hiyo ya kwamba katika tunapozungumzia kuhusu roho, it is the spirit part of God na Mungu, na hiyo itajifunua zaidi wakati tutakapokuwa tunaendelea. Na ndio nakuta kwamba huyu roho, unapoangalia vizuri sana katika maandiko, Mungu alipo roho wake yuko. Mungu alipo roho wake yuko. Lakini kwa nini Yesu anapozungumza anasema baba? Anajitaja yeye na Baba. Huyu roho kwani huwa kwa wapi? Angalia hata Paulo jana tulisoma, si ndio? Anasema kwa Mungu Baba, alafu anataja na nini? Bwana wetu Yesu Kristo. Huyo roho wako wapi? Ni kwamba hawa mitume walielewa ya kwamba roho wa Mungu is the spirit part of God, so it is not separate. Na tena huyu roho wa Mungu ambayo ni kitu immaterial, si kitu a physical being ambayo ama hata kama ni spiritual being ambayo ina body kama hivi, a spiritual being ambayo inaweza kukaa na ukazungumza nayo na ukafanya yote. Unakuta katika Biblia there are only two beings ambao sasa hao hata mbinguni tutawaona na mbinguni tutafellowship nao, Biblia kama inavyosema. Lakini kwa nini hatajwi Roho Mtakatifu kama vile wanamtaja hata wanamuita Lord the God the Holy Spirit, ama Lord the Holy Spirit, kama vile ambavyo wanataka tuamini? Na mbinguni hakuna mahali popote, na wala katika Biblia hautapata mahali popote roho hata anabudia. Ushawahi kuona mahali kama hapo? Na sio kwamba ati huyu Roho Mtakatifu si kwamba hayuko, lakini is part of God. Tunaelewana vizuri, because God is spirit. Na hata kama ako mbinguni, lakini he is also here, he is represented here through his spirit, so he is not another God. Na ndio nakuta kwamba hiyo si immaterial, huyo roho si immaterial being ambao sasa hati tumwabudu, tumuone, tufanye nini ama tufanye yote. No, lakini roho wa Mungu ambaye ni roho wa Mungu ambaye ni Mungu mwenyewe, but in that spirit he is there. Na huyu roho
wa Mungu ndiye sasa ana vindicate the power of God. Huyu roho wa Mungu anaweza kumtumia, anaweza akamtuma kwako, anaweza akatuma chochote. Mungu anaweza akafanya chochote kupitia kwa roho wake, na hata Yesu naye akitaka kufanya chochote anatumia roho yule yule ambaye ni roho wa Mungu. Ndio anaitwa roho wa Kristo, alafu anaitwa roho wa Mungu at the same time. Kwa hivyo Yesu alipoenda mbinguni ako hivi sasa duniani, lakini kupitia kwa nini? Kupitia kwa Roho Mtakatifu. So it is not another God. Na hii maneno wacha nithibitishe sasa. Sasa saa hii niko huru sasa kutumia maandiko baada ya hiyo laying and that foundation. Point moja tu sekunde kadhaa niseme hivi. Naam. Unajua kuna mtu huenda amesikia ukisema unajua roho haabudiwi. Unajua Wasabato ni watu wamejihami na nukuu. Na ni vizuri tueleze kwamba hakuna nukuu ambayo hautapitia. Hiyo hakuna kitu ambacho sitapitia. Wewe hatusiwe na wasiwasi. Hiyo inayosema sijui roho ataabudiwa mbinguni tutakuja kuziangalia. Hiyo hakuna shida. Asante. Hakuna shida. Kitu ambacho mimi nataka maandiko vile yanavyosema na siwezi kuruka katika hapo na nitathibitisha hapa ni kwamba the two beings ambao ni Baba na Mwana. Tunaelewana vizuri. Ambao Paulo ameandika pale. Maana ingekuwa roho ni being kama vile Yesu na kama vile Baba vile alivyo, basi ingekuwa pia imetajwa hapo. Na sio kwamba ati Paulo amemruka roho, lakini anajua the nature of the spirit. Umeelewa? So you cannot huwezi kutaja spirit then uilete kama a being kama vile mtu. No, maana sasa utakuwa umeenda kinyume. Then we need to have another definition of the word pneuma. But according to the usage of the Bible, that is what it says, and we are bound to respect that. Nataka nithibitishe. Ukiangalia katika Genesis 1:2 imetajwa kama it. So roho wa Mungu alikuwako, si Mungu mwingine, ni roho wa Mungu yule yule anatutumia. Genesis 1:2. Enda katika Samuel, go to Samuel. Hiyo Genesis 1:2 watu wengi wanaijua. Na unakuta hapo katika neno ya Kiebrania ama neno lile ya Kiebrania inaitwa ruah, ambayo ni spirit kama hivi tu definition kama vile tumesoma tayari. So just go to 1 Samuel 10:10. Samueli wa kwanza 10:10. Soma pale. Haya inasema hivi. Inasemaje? Katika Samueli wa kwanza 10:10. Naam, inasema basi walipofika Gibea. Basi walipofika Gibea, tazama kikosi cha manabii wakakutana naye. Kisha roho ya Mungu ikamjilia kwa nguvu. Unaona hapo? Unaona sasa hapo roho ya Mungu. Tunaelewana vizuri. Wengine natumia roho wa Mungu, roho ya Mungu. You can use it or he. Tunaelewana vizuri depending on the context na kile ambacho anaeleza. Roho ya Mungu ikawajia, wakafanya nini? Wakatabiri. Tunaelewana vizuri. So hiyo roho ya Mungu ilitoka kwa nani? Ilitoka kwa Mungu. Hivyo ndivyo Biblia inasema ya kwamba Mungu ni roho. Umeona vizuri? So akitaka kuinspire anakuja katika spirit. Unaona? Ni Mungu yule yule, lakini Mungu yule yule ako na nature ya kwamba yeye pia ni nini? Ni spirit. Hivyo ndivyo Biblia inatuambia. So it is in something immaterial. Si kama vile Yesu. Ndio sababu unakuta hakuna kiti ambacho unaona kwamba ati ni cha roho, ambacho ati Mungu roho amekaa sasa anaabudiwa, kama vile sasa wanamuleta roho kama vile sasa a being that is worshipped. Lakini sasa ni roho wa Mungu, ni Mungu mwenyewe, ni roho wake, ni Mungu mwenyewe. So unapomwabudu Mungu, unamwabudu Mungu katika roho, tunamwabudu Mungu katika roho. Kwa hivyo ni Mungu mwenyewe. Kwa hivyo huwezi kusema kwamba sasa unamtenganisha Mungu na roho wake. Sasa ukimtenganisha Mungu na roho wake, huyo Mungu amebaki nini? Amebaki mbinguni, hajui chochote. Sasa huyo ambaye ako kila mahali huku, sasa atakuwa yeye basi ndiye atakuwa hata ni mkubwa kuliko huyo. Maana Mungu ako huku hajui chochote, lakini Mungu sasa ako everywhere present through the Holy Spirit. Na utakuja kuona kabisa imewekwa vizuri hata katika fundamental principles of the Seventh Adventist ambayo inaeleza kabisa pale, ambayo ni msingi wa kanisa. Enda Joel 2:28. Joel 2:28 inasemaje? Alafu tuje katika New Testament, alafu tuweze kuendelea sasa. Tuende katika vipengele vingine ili nisishindwe kama jana. Inasema hivi. Hata itakuwa baada ya hayo ya kwamba nitamimina roho yangu juu ya wote wenye mwili. Unaona ni roho ya nani? Ya Mungu. Tunaelewana vizuri hizo mafungu zote ambazo sijui wanatumia, hata ziko katika fundamental beliefs, wanatumia tu hizi maandiko. Lakini hapo maandiko haijasema God the Holy Spirit. Ama imesema hivyo? Hakuna, haijasema God the Holy. It is the Holy Spirit of God himself.
and it is the spirit part of God, na ndio katika roho inaitwa third being, the third person of the Godhead is the spirit part of God. Na utaona the usage of that language in Ellen White, na watu wengi sasa wanaipotosha, unaona wanatumia vitabu zingine. Watu walikuwa wanataka kugeuza imani ya kanisa, wakacompile hizo quotations Ellen White, zingine wakazigeuza, wakazimodify, wakaziedit kama vile unakuta zingine. Unajua Ellen White ana more than 25 million words. Nasikia katika hizo maneno, katika hizo ufunuo zote Mungu alimwona more than 25 million. Na ndio nakuta kwamba huyu mtu anaitwa Fromm katika kitabu kinaitwa The Evangelism, akacompile na vitu zingine akazi edit. Watu wengi wanafikiria kitabu cha Evangelism ni cha Ellen White, lakini ni Fromm aliweza kucompile hizo quotation na zingine aliziedit, na tutakuja kuona hapa. Na walikuwa wamepanga hiyo mpango ili walete ile fundisho la Trinity, tuone roho wa Mungu ni kama Mungu mwingine, ni kama sasa roho wa Mungu huyo, wakaleta vifungu vingine wanapachika. Unajua huwezi ukatumia ama ukafundisha fundisho la utatu bila kupachika vitu. Lazima udanganye. Haiwezekani, haiwezi enda mtiririko. Lazima upachike hapa, upachike pale, udanganye, ukija hapa uende kule. Lazima ufanye ukarabati mwingi. Kwa hivyo walifanya hivyo. Na ndugu zangu nimewaambia nitaprove hizi kila kitu tukiwa mahali hapa. Kwa hivyo unakuta twende tu, unaweza ukaandika hii katika Isaiah 42:1, utaandika Psalms 51:11 inazungumzia kuhusu roho, ili kwa sababu ya muda twende katika New Testament. Twende katika New Testament na usage ya roho wa Mungu. Enda 1 Thessalonians 4:8. Biblia inasemaje? Inasema hivi. Inasemaje? 4:8. Inasema basi yeye anayekataa hakatai mwanadamu, bali Mungu anayewapa ninyi roho wake mtakatifu. Anayewapa ninyi roho nani? Roho wake mtakatifu. Haijasema kwamba Mungu roho, lakini roho wa Mungu ni Mungu mwenyewe in the spirit, ya kwamba sasa ana connect. Na ndio nakuta sisi pia tumeumbwa na katika ndani yetu na spirit, si ndio? Now the spirit of God works with our spirit so that we worship the living God. Amina. Tunaelewana vizuri ya? Na it is in harmony with the scriptures. Enda katika kitabu kingine Romans 8:9 Biblia inasemaje? Romans 8:9 Biblia inasemaje? Warumi 8:9 inasemaje? Lakini ikiwa roho wa Mungu anakaa ndani yenu. Lakini ikiwa roho wa Mungu anakaa ndani yenu. Naam, ninyi hamfuati mwili bali mwaifuata roho. Nyinyi hamfuati mwili bali mnaifuata nini? Roho. Naam. Tunaelewana vizuri, roho wa Mungu. Na nimeeleza the usage of the word, nimeenda huko kote ili ukaweze kuelewa ndugu yangu. Kwa hivyo huyu roho wa Mungu si kama vile watu wengi ama wamefundisha, wanasema sasa kwa sababu ni watatu, mbinguni kuna watatu. Sasa wanasema hapa kuna Mungu Baba, pale kuna Mungu Mwana, pale kuna Mungu Roho Mtakatifu. Tutaenda paka huko mbinguni tuone, je, hicho kiti cha enzi cha Mungu ni wangapi wamekaa hapo? Utaona hizo vitu zote ni porojo tu, ni vitu walituletea ili sasa yule Mungu watatu utakuja kujua kwamba ni shetani, sio roho wa Mungu. Ni vitu zingine walituletea na walitudanganya. Na walipomaliza hivyo wakatengeza kanisa. Na walipotengeza kanisa, shetani sasa anakaa hapo. Na ndio utakuta wale Protestants wote waligundua kiti cha enzi cha shetani duniani kiko wapi. Tutakuja kutoa hapa. Na kwa sababu gani shetani aliingia na akajitengezea kanisa, kaingia pale na anatawala ulimwengu mzima bila kujua. Na ndio ukienda hata katika Revelation chapter 17:5 inasema the mother harlot. Hii kitu usifikirie ni ndogo ndugu yangu. Usifikirie hati watu wengine wanachukulia tu rahisi, wanasema sasa sabato. No, ukichunguza vizuri it is deeper than that. Watu wamecorrupt the faith ili sasa tusipate nguvu tena, na baada hiyo kanisa limekosa nguvu, vitu nyingi zimeingia ndani ya kanisa. Ukristo umetukanwa mahali kwingi, tumeshindwa hata kuhubiri kama mahali kwingine. Tulikuwa katika darasa na tukao tuna somo lingine linaloitwa culture and denomination. Somo la culture and denomination lazima waelewe, ilikuwa natufundisha kwamba lazima waelewe mila ya watu ndio you apply the word of God to them. Kwa mfano usiende katika Wahindi na utaje ng'ombe umtaje vibaya. Kwa sababu Wahindi wanaamini ng'ombe ni nini? Hiyo ni culture and denomination. Lazima uheshimu mila yao. Fundisha Mungu lakini usidharau mila yao. Culture and denomination. Tunaelewana vizuri. Lakini katika neno ambalo lilitoka nalo pale, hata yule alikuwa anatufundisha mwenyewe. Unaelewa vizuri? Alisema hata ukienda kwa Wahindi usitangulie tayari na Trinity. Watakwambia kumbe hata nyinyi nanyi
mna Mungu zaidi ya mmoja. Nasema wewe mfundishe pole pole. Wanasema hivyo. Yeah. Usitangulize maana Muhindi atakataa. Anasema nyinyi mnasema mna Mungu mmoja, mbona sasa hapa mnaleta dhana ya Mungu zaidi ya moja? So it is there. It is there. So ndugu zanguni ni kwamba hiyo hiyo dhana, wacha nipige kopo kidogo. Asante. Ndio. Asante. Wacha tuweze kuendelea, alafu sasa tuingie katika Biblia zaidi, tuweze kuchambua hili somo. Angalia hapo Luka 1:35. Kisoma katika Luka 1:35. Hapo pia wanatumia hawa mabwana ati sasa hapo wanaelezea ati Trinity. Unajua kama ukweli wa Mungu umekukimbia, unashika kila kitu tu. Kama unaenda na maji unashika hata mapo yale mawimbi unasema itakuzuia, lakini nakupeleka huko. Wewe soma sasa Trinity iko wapi hapo? Malaika akajibu akamwambia, Roho Mtakatifu atakujilia juu yako. Na nguvu zake aliye juu. Na nguvu zake aliye juu zitakufunika kama kivuli. So unaona wewe ni Roho Mtakatifu wa Mungu. Zitakufunika. Nasema na nguvu zake aliye juu. Roho Mtakatifu akikuja is the presence of God. Naam. Tunaelewana vizuri Roho Mtakatifu atakuja na nguvu zile zitakufunika. So Roho akikuja amekuja na Mungu, ndugu yangu. Is the presence of God in his spirit, because it says God is a spirit. Tunaelewana vizuri? Naam. And so you cannot separate the spirit of God from God himself. It is not. So the spirit of God was there ever since God has been in existence. Na hatuwezi kujua. Huko niliwaambia jana, mimi usinifuate na mambo ati kusema ati Mungu alianza vipi, sijui Kristo alikuwa begotten. Hiyo ni mambo ya milele na hata Mungu hajatufunulia. Hata malaika mbinguni hawajamjua Mungu, bado wanajifundisha Mungu. Sisi tutajifundisha hata milele. Yaliyofunuliwa ni yetu na kizazi hiki, ambayo hajafunuliwa ni siri ya Mungu mwenyewe. So tutafunua kile ambacho kimefunuliwa na Mungu. Ukiangalia katika Matthew 3:16, wanasema sasa hati Trinity kwa hapo sasa. Wanasema kwamba hati kule mbinguni Mungu alitoa sauti, alafu njiwa akawa pale kwa Yesu, alafu na Yesu mwenyewe. Sasa wanachanganya, wanasema hao ni wangapi? Ni watatu. Unaona hiyo maneno sasa? Sasa ni watatu. Ukiangalia vizuri pale, sasa nataka niwaulize kama roho wa Mungu, watu wanasema kwamba sasa yeye ana umbo na ana umbo kama vile, basi spirit ni itoke definition yake, usage yake katika Biblia. Second, kama ana umbo, basi angekuja na umbo lake. Mbona alikuja na umbo la njiwa? Kwa hivyo Roho wa Mtakatifu ana umbo la njiwa, ama unasemaje sasa? Anasema anabadilika. Unaona anabadilika kwa sababu it is the immaterial part of God, the spirit of God. Hiyo ndio inamaanisha, and ever since na amekuwako, na Mungu amekuwa akija duniani katika spirit, ako everywhere present and execute his duties because his spirit is everywhere. You cannot lie to God. He is seeing everywhere. He is there everywhere. Everything you do he is seeing. Everything good or bad he is seeing. Na kila kitu anajua because God is a spirit. As simple as that. Na hivyo ndivyo Biblia inafundisha. So hapo mahali hakuna Trinity yoyote ambayo iko hapo, na sauti ndio ikatoka juu mbinguni ikasema, huyu ni mwanangu mpendwa, unaelewa, nimependezwa naye, msikilizeni yeye. This is my beloved son, ambaye ni Mungu mwenyewe alizungumza kutoka juu, ana confirm through his spirit. He sends his spirit, na akaja akadescend, na alafu Mungu akawitness. Tunaelewana vizuri, akadeclare akasema, this is my beloved son. So hapo hakuna Trinity. Ukileta hiyo Trinity hiyo sasa hapo hakuna Trinity hapo, because Trinity ni God the Father, God the Son and God the Holy Spirit. In fact ina distort the personality of God. Na ndio unakuta kwamba silo fundisho la Biblia lilifanya kuingizwa, na lilifanya kuingizwa kwa lazima, kwa sababu shetani hata sitaki kwenda huko, alitaka sasa yeye aabudiwe hapa duniani, lakini hiyo tutaijua baadaye wakati tutakapokuwa tunaendelea kule mbele. Sasa nataka tuangalie how many beings. Twende katika Biblia kwanza ili nithibitishe, kwa sababu nimesema the two beings ambao sasa hao ndio wametajwa katika Biblia, lakini Roho wa Mungu is the spirit part of God and is there, but it is not like vile Yesu na Baba. Hiyo ndio nataka nieleze the two being ambao wameelezwa. Hebu twende katika Biblia, andika tu pale, alafu sasa ukitaka upingi lazima uje upitie na hayo na uyavunje. Sasa hapo tutajua kwamba sasa hii Biblia iko namna gani, manake kila kitu nataka nikithibitishe. Hebu twende hapo katika nataka tuende katika verses za Biblia. Wacha niende haraka hapa na wewe unisomee katika nataka unisomee
nataka unisomee haraka haraka. How many beings? Kwanza tutaenda haraka haraka kabisa, sawa No. Enda kwanza fungu la kwanza 1 Corinthians 86. How many beings? Sikiza vizuri hapo. Na ndio ukumbuke na ujue usage ya Paul. Sio vile watu wengi sahii wamepotoka na hawaelewi. Sio kwamba hapo ati Paul amemuruka roho. He is there. Lakini si kama vile Baba na Mwana wanavyoelezewa. Is the spirit part of God. So spirit ya Mungu ni roho wa Mungu mwenyewe, and the spirit has been there. Ndio anapotumia neno hii ni kwamba anatumia roho wake, anakuja because yeye mwenyewe is the personality of his own spirit. So anatumia neno hii because ndani yake ni yeye mwenyewe. Ndio Biblia inazungumzia hapa. Hebu enda 1 Corinthians 86. Inasema lakini kwetu sisi Mungu ni mmoja tu. Mungu ni mmoja tu, aliye Baba, ambaye vitu vyote vimetokana kwake, nasi tunaishi kwake. Yuko na Bwana mmoja, Yesu Kristo, ambaye kwake vitu vyote vimekuwepo. Ambaye kwake yeye vitu vyote vimefanya nini? Vimekuwepo. Alafu huko mbele hakuna roho hapo, kuna roho mmoja. Kuna Mungu hakuna hapo? Sioni kabisa. Hakuna. So unaona two beings. Ni wawili. Ni sawa? Two beings. Hiyo imeelezwa katika Biblia. Twende kitabu kingine, Acts 7:55 and 56. Matendo ya Mitume 7:55 na 56. Inasema hivi. Inasemaje? Lakini yeye akijaa Roho Mtakatifu. Lakini yeye ambaye ni nani huyu? Ni Stefano. Akijaa Roho Mtakatifu, endelea. Akakaza macho yake. Akatazama mbinguni. Akauona utukufu wa Mungu. Na Yesu akisimama upande wa mkono wa kuume wa Mungu. Amesimama upande wa mkono wa kuume wa Mungu. Huko alafu hakuna roho hapo. Sijaona. Unaona hiyo maneno? Two beings. Amemwona Baba, amemwona nani? Amemwona Mwana. Huko juu mbinguni. Na hiyo ndio ibada iko huko mbinguni, na inastahili iwe hapa duniani. Ili haiharibu shetani, akaleta hili fundisho, ili haiharibu ibada, ili sasa tuharibikiwe na Mungu sasa asitie nguvu kanisa. Hapo naomba ya kwamba kaweze kunielewa. Alafu enda katika John 10:30. Inasema mimi na Baba tu mmoja. Mimi na Baba. Yesu ametaja mimi na Baba. Hapo si kwamba hati hajui kwamba kuna roho wa Mungu. Because anajua God is spirit, anajua his father is spirit. Tunaelewana vizuri. He can manifest himself in the spirit. Mungu anajua, lakini sio Mungu mwingine. Na huyu roho ni roho. Wajua ameelezwa kwa jina kwa vile alivyo. Umeelewa? Na tukajua kwamba roho it is immaterial part of God. Tunaelewana vizuri hakuna ile the physical part ambayo sasa kama vile Mungu na kama vile Mwana. Tunaelewana vizuri Lakini sio kwamba roho hayuko. Lakini sasa ukielewa hapo ndipo utaelewa sasa Baba na Mwana na roho iko namna gani. Na ndio nakuta Biblia itakuwa ni kitu ambacho ama ni kitabu ambacho ni kizuri, kitabu ambacho kimejieleza, kitabu ambacho hakijicontradict. Enda mahali kwingine kwa sababu ya muda. Revelation 3:21 haraka. Inasema yeye Ufunuo 3:21 inasemaje? Yeye ashindaye ataketi pamoja nami katika kiti changu cha enzi. Ataketi pamoja nami katika kiti changu cha nini? Cha enzi. Endelea. Kama mimi nilivyoshinda na kuketi pamoja na baba yangu katika kiti chake cha enzi. Katika kiti chake cha enzi. Kwa hivyo anayekaa pamoja na Baba kule ni nani? Ni Yesu Kristo. Na hivyo ndivyo malaika wa mbinguni wanajua. Tunaelewana hapo? Tunaelewana kabisa. Tunaelewana, nafikiri pale. Hayo ndio maandiko. Enda 22:1 and 3. Revelation 22:1 and 3. Inasemaje? Inasema kisha akanionyesha mto wa maji ya uzima. Wenye kung'aa kama bilauri. Ukitoka katika kiti cha enzi cha Mungu. Kiti cha nini? Cha enzi cha Mungu. Na cha mwana kondoo. Hiyo ndio imani ya Biblia. Na mimi naikubali. Na mimi naifurahia. Na namfurahia Mungu sana. Amina. Na Biblia ni kitabu kizuri tu. Ambacho ukikifuata bila kuingiza dini, bila kuingiza vitu zako zipachike hapo, mbona utakuwa na raha tu. Lakini unapoingiza tamaduni, unapoanza kuleta vitu zingine uzielewe uziingize hapa, Biblia inakataa. Because haiwezi kukubali a foreign God. God is one. Tunaelewana vizuri. Na Biblia inajieleza vizuri. Kiti cha Mungu na cha mwana kondoo. Enda Yohana 3:20. Yohana 5:23. Haraka. Yohana 5:23. Alafu tuingie katika kipengele kingine.
Yohana 5:23 Biblia inasemaje? Inasema 5:23. Wanawe mesha. Okay, endelea. Continue. Inasema ili watu wote wamheshimu mwana. Ili watu wote wamheshimu mwana kama vile wanavyomheshimu baba. Kama vile wanavyomheshimu baba. Hii siwezi kuiacha, mtaniruhusu. Endelea. Kama vile wamheshimu mwana, kama vile wamheshimuvyo baba. Tunaelewana vizuri? So hapo ni two beings, ni sawa sawa. Enda 1 John 1:3. Andika tu pale 1 John 1:3. Taratibu tu namna hiyo. Maandiko yanajieleza yenyewe. Haina haja ya kupapatika hapa. Yohana wa kwanza 1:3 inasemaje? Inasema hilo tuliloliona na kulisikia. Hilo tuliloliona na kulisikia. Tunawahubiri na ninyi. Ili nanyi pia mpate kushirikiana nasi. Na ushirika wetu ni pamoja na Baba. Na pamoja na mwana wake Yesu Kristo. Haleluya. Amina. Ushirika wetu sisi. Sio ushirika wako ni wa nani na mimi sijui. Lakini kama unataka ushirika wa mbinguni wa Baba na Mwana, tunaelewana vizuri. Na always God is there because God is spirit. The other part of God is spirit while is also in heaven. Tunaelewana vizuri. Lakini si Mungu mwingine anaitwa Mungu Roho, sijui alitokea wapi. Hata anakuja sasa anajiingiza hapo, anaitwa Mungu Roho. Hakuna kitu kama hiyo. Ni Roho wa Mungu ambaye ni Mungu mwenyewe, ambaye amekuwako tangu mwanzo. Roho wake amekuwako, alikuwa hata katika vilindi vya maji huko tangu zamani, amekuwako tangu milele. Roho wa Mungu, lakini sio Mungu Roho. Nafikiri umeelewa vizuri na Biblia inajieleza. Katika John 17:3 John 17:3 ile John 17:3 na uzima wa milele ndio wakujue Mungu wa pekee na kwa na Kristo Yesu uliyefanya nini? Uliyemtuma. Sasa soma John 17:5. John 17:5. Alafu sasa kwa leo nitasoma vitu fulani hapa kwa roho ya unabii. Maana wajua nataka tumpime huyu Ellen White. Je, nabii wa Mungu wa kweli? Na ni kweli kabisa, ukimpima na Biblia anaingia twa kabisa. Mimi nawaambia kabisa, Ellen G. White is a true messenger of God. Kwa sababu maneno yake hayapingi Biblia hata padogo. Watu tu wanapotoa na kuleta vitu zingine. Hebu nisomee pale afu tuingie katika yale ambayo ametuambia ninapoendelea kumaliza katika somo hili. Endelea. Niko nafikiri John 17:5 haraka. Inasema na sasa Baba unitukuze mimi. Na sasa Baba unitukuze mimi pamoja nawe. Kwa utukufu ule niliokuwa nao pamoja nawe. Kabla ya ulimwengu kuweko. Kabla ulimwengu kufanya nini? Kuwepo. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Unapoangalia hata katika lile fungu sasa. Ile fungu la Genesis 1:26 inasema kwamba let us. Wanasema ni watatu pale. Je, ni kweli? Mnataka tulipime hilo fungu tuone let us kama roho na ati ni watatu walikuwa hapo present. Sasa ati miungu watatu walikuwa hapo present. Unapoangalia let us, Biblia inajieleza, ukiangalia reference yake hapo inakupeleka Proverbs 30:4. Ambayo inasema Mungu mwenyewe alikuwako pamoja na mwanawe misingi ya ulimwengu ilipowekwa. Inakuzungumzia kabisa hapo ya kwamba ni Mungu alikuwa pamoja na mwanawe. Ukienda katika Waefeso 3:9, nisomee pale. Waefeso 3:9. Tujue hawa ni ikisema let us ni wangapi hawa walipokuwa wanaumba pale. Hebu soma vizuri, ni wangapi pale? Colossians Waefeso. Waefeso 3:9 Biblia inasemaje? Kiswahili, Kiingereza Kiswahili. Nisomee hata ya Kiingereza pia bora kama inaeleza. Maana Kiswahili kuna kitu kimeacha pale. Ni sawa. Inasema and to make all men see what is the fellowship of the mystery. Kuwafanya wote waone jinsi siri ya ushirika wa siri hile. Which from the beginning of the world has been hid in God. Ambayo tangu mwanzo kuumba misingi umefichika katika Mungu. Who created all things. Ambaye aliumba vitu vyote by Jesus Christ mwanawe. Umeona vizuri? Sio kwamba ati roho hayuko. Lakini Yesu anamurifaa Baba anamurifaa Mwana. Hakuna third being kama vile inavyotafsiriwa na wana utatu hapo. Lakini hatujapinga roho wa Mungu. No. Roho wa Mungu ni Mungu mwenyewe, ndugu zangu. Ni Mungu katika because God is spirit. Sio Mungu mwingine kama vile wanaeleza hata sasa alikuwa. Mbona basi hiyo maandiko yote iko silent katika huyo roho?
Kwa hivyo unakuta kwamba ni dhana tu ya watu ilitengezwa ili kuweza hata ukienda katika John 17:21 inasema ile us anaizungumzia Yesu, anasema ni yeye na Baba. Ile us katika John 17:21 anasema ni yeye na Baba, hakuna kitu kingine hapo ambayo Yesu anazungumzia. Kwa hivyo Biblia hivyo ndivyo inafundisha kuhusu roho wa Mungu. Sasa nataka twende katika roho ya unabii. Sikiliza vizuri kwa wale watu ambao sasa wanajitetea na roho ya unabii. Kwanza kabisa nataka nithibitishe kuhusu hii two beings. Ni sawa? Tunaelewana vizuri? Muniitikie ndio sasa nisijione niko sijui kama hii quotation naweza kusoma. Gani hiyo? Wacha nisome. Sijali niko nazo. Ndio tuone kama umeshaisoma. Bado hakuna quotation nimesoma. Hebu nataka kusoma ipi mchungaji? Nataka nisome Youth Instructor December 16 1897. Kwa sababu ya muda mngeniruhusu tu, wataandika watafuatilia, maana itachukua muda sana. Youth Instructor, nataka nieleze two being ambayo nimetoa katika maandiko, nataka ni prove alafu nimalize na Roho Mtakatifu na roho ya unabii, na hapo ndio nitafunga fundisho la leo. Sikiliza vizuri. Ellen White kama anapingana vile Biblia imesema, nimemwambia two being alafu Roho Mtakatifu kwa sababu ni roho wa Mungu, the spirit part of God. Sikiza vile Ellen White, Youth Instructor December 16th 1897 sema, they are two yet little short of being identical, two in individuality yet one in spirit. Yes. Ni wawili lakini mmoja katika nini? Roho. Number 2, hiyo inasoma Review and Herald June 1 1905. Inasema, read the prayer of Christ in the 17th chapter of John and you will find this point clearly brought out, how earnestly the Savior prayed that his disciples might be one with him as he is one with the Father. He is one with the Father. Two individual. Hiyo inathibitika katika roho ya unabii. Twende tena mahali kwingine, Letters and Manuscript volume 3 of 1876. Letters and Manuscript volume 3 1876 to 1882 inasema, the burden of that prayer was that his disciples might be one as he was one with the Father. The oneness so close that although two distinct beings, there was perfect unity of spirit, purpose and action. The mind of the Father was the mind of the Son. Anaambatana na nini na Biblia? The mind of the Father is the same mind as of the Son. Early Writings page 54. Early Writings page 54. Mimi hata siongei sasa. I just quote Early Writings 54, page 54. I saw a throne, on it sat the Father and the Son. Niliona wamekaa. I saw the Father and the Son. I gazed on Jesus' countenance and admired his lovely person. The Father's person I could not behold, for a cloud of glorious light covered him. I asked Jesus if his Father had a form like himself. He said he had, but I could not behold it, for he said, if you should once behold the glory of his person, you would cease to exist. Tunaelewana vizuri kabisa. Angeweza kupotea. Huwezi kumuona Mungu. Akamuuliza Yesu, je, baba yako ana umbo kama wewe? Hapo pote hauoni roho anamuuliza roho ana umbo kama wewe. Unaona hiyo maneno? Sasa hii mambo yote imekuja ni dhana. Ellen White na Biblia wako sawa. Alafu quotation nyingine iko Australian Union Conference Record July 20 1899. Inasema, do we not all wish to know how to gain life eternal? It is gained by knowing God and Jesus Christ. Kama unataka kwenda mbinguni, wacha ubishi. It is knowing God and Jesus Christ his Son.
and you worship them through the spirit because God is spirit. Hivyo ndivyo Biblia inasema, na ndivyo roho nabii inasema. Bible Echo 28 of 1895 inasema, can anyone consider the condensation of God in preparing the gospel feast and its great cost, and treat the invitation slightly? No man, nor even the highest angel, can estimate the great cost. It is known only to the Father and the Son. The plan of redemption. Yes, it is only known to the Father and the Son. Sasa sikiza hiyo maneno ambayo inaelezea ile the word us. Nasikiza maneno desire of ages. Tunasikia vizuri eh? Desire of ages. Hiyo nyingine nitaipata mahali kwingine. Desire of ages inasema, before the foundation of the earth were laid, the Father and the Son had united in a covenant to redeem man if he should overcome by Satan. Before the foundation of the earth were laid, Father and the Son. Sawa hapo inasema pia Father and the Son. And the signs of the times, December 23, 1897, the great plan of redemption was laid before the foundation of the world, and Christ, our substitute and surety, did not stand alone in the wondrous understanding of the ransom of man. In the plan to save a lost world, the counsel was between them both. The covenant of peace was between the Father and the Son. The Father and the Son. Biblia vile imesema, roho ya nabii inasema hivyo. Kienda the great controversy 493 inasema, Christ the word, the only begotten of God, was one with the eternal Father. One in nature, in character, and in purpose. The only being. Sikiza hiyo vizuri. Maana kama Roho Mtakatifu angekuwa anaelezwa kama vile Ellen White alielewa, pia naye angeitwa. Maana si ni Mungu. Angeitwa lakini si ni Mungu kama vile sasa watu wengi wanaelewa, sasa angeitwa. Lakini sasa sikiza, kwa nini aliitwa Yesu? Kwa nini naomba hapa aliitwa Yesu kwa counsel ya Mungu? Huyo Roho Mtakatifu alikuwa wapi? Roho Mtakatifu ni Mungu mwenyewe, ni roho wake. Is part of him. Ni roho wake mwenyewe. Ndio naambiwa hapa the only being in all the universe that could enter into all the counsels and the purposes of God. By Christ the Father wrote in the creation of all heavenly beings. Hata Yesu aliumba, hata malaika mbinguni aliumbwa na Baba alimtumia. Alafu lastly, youth instructor July 7th 1898, the Father and the Son alone are to be exalted. Exalted, I don't know which pronunciation is correct. Lakini hao ndio wanastahili kuinuliwa, kuabudiwa. The Father and what? And the Son too. Hiyo ndio ibada alone. Sasa Ellen White huyo roho alikuwa amemwacha wapi? Kama wewe saa hii hata unasema Ellen White alisupport Trinity, sasa hii utaipeleka wapi? Anasema alone. The Father and the Son alone. Ndio Ellen White anakubaliana na Biblia vile imesema. Na nimetangulia kutanguliza Biblia na Ellen White anathibitisha. Na hiyo ni kithibitisho tosha ya kwamba Ellen White is a true messenger of God. Nataka nimalize kipengele cha mwisho. Tafadhali, hata kama nitachelewa, wacha nichelewe, lakini hii siwezi kuacha. Wacha nataka tuone hapo. Hebu enda, nataka niende page 71. Wacha niende katika page 71. Kuna quote moja hapo ya Ellen White ambayo inamuelezea. Yes, sikiza vizuri ambayo nataka niisome hii. Manake Mungu ananiongoza yale mambo ya kusoma kabla sija kuja katika lesson. Nasema after the earth was, hiyo inatoka katika Spirit of Prophecy volume 1. Spirit of Prophecy volume 1 page 24. Inasema after the earth was created and the beast upon it, the Father and the Son carried out their purpose, which was designed before the fall of Satan, to make man in their own image. They wrote together in the creation of the earth and every living thing upon it. And now God says to his Son,
let us make man in our image. Ellen White was referring to Genesis 1:26. Hivyo ndivyo alikuwa anamaanisha. Let us, ile ya Genesis si watatu, inasema the Father was talking to the Son, they were conversing, two of them. Na ndiposa wakasema wacha tutengeze mwanadamu, and through the Spirit of God, na kupitia kwa uwezo wa Mungu waliweza kumba. Kitu kingine ambacho nataka nikuulize kwa yule mtu ambaye ako katika utatu, nataka tusome katika quotation nyingine ambayo iko katika page 79 hapa, nataka niisome. Alafu sijui wakati utaruhusu, kama hautaruhusu kesho nitakuja nisome quotation za roho ya unabii ambazo sasa zinalenga katika Roho Mtakatifu ni nani. Labda tutaulizana kama itakuwa Roho Mtakatifu hizo quotation zote za roho ya unabii ambayo inasema wacha katika page 79, wacha nione hapa. Sikia, hiyo ni Spirit of Prophecy, Spirit of Prophecy volume 1, volume 1, page hapa samani, nitaweza kuitafuta vizuri, lakini kesho nitoe vizuri ni page gani. Lakini inasema hivi: Satan in heaven before his rebellion was a high exalted angel, next in honor to God's dear son. Next in honor to God's dear son. Nitatafuta vizuri the page, alafu nikupea, hata wewe unaweza kutafuta. Inaweza kuwa hata kwa story of redemption. Unaweza ukatafuta utaipata tu. Next in honor to God's, hata nafikiri 1SP17.1. Yes, hiyo unaweza ukaipata pale, na hata wewe mwenyewe unaweza kugoogle huko na ukaipata. Unaweza kuweka kwa screen. Inasema Satan in heaven before his rebellion was a high and exalted angel, next in honor to God's dear son. Swali ni, kama Roho Mtakatifu ni watatu, sasa aliachwa wapi? Maana tunaambiwa mamlaka ya mbingu, the rank of leadership, the rank first. Unasikia Baba, Mwana, alafu unaambiwa watatu in rank Lucifer. Alikuwa ni Lucifer. Sasa kwa nini aliweka watatu? Sasa Roho Mtakatifu ni wanne ama ni watano ama ni wangapi ama ni wasaba? Mimi nasema huyo Mungu roho maana wameweka akiwa watatu ni Lucifer. Wacha hiyo tutazungumzia. Kwa hivyo unakuta kwamba maneno haya yako wazi tu, yako wazi kabisa. Sasa hapa I have several quotations ambazo zinazungumzia kuhusu sasa Roho Mtakatifu ni nani. Ellen White anazungumzia. I don't know nimekula dakika ngapi. Nimeenda zaidi ya dakika ngapi? Nimeenda na 22 minutes. What? 22 minutes. I think I can finish. Yeah, I can finish. Ili nimalize kesho, I start another thing. Wacha nisome nataka nisome quotes za roho ya unabii zote. Roho Mtakatifu ni nani? Roho Mtakatifu nani? Sikiza uone vile nimeeleza. Kama Roho Mtakatifu kama roho ya unabii inapinga, wewe sasa ndio utajaji wewe mwenyewe pale nyumbani. Utajaji kama ni ukweli ama ni uongo, kwa sababu ni kuzisoma tu, hazina maelezo. Nitasoma tu. Quote ya kwanza inatoka katika Bible Echo January 15th 1893. Nazungumzia kuhusu roho, inasema is the Holy Spirit another God? Hizi ilikuwa ninatarisha. Sorry. So wacha ni Bible Echo 15th 1893 inasema by the Spirit the Father and the Son will come and make their abode. By the Spirit the Father and the Son. Ndio nakuta katika Revelation 3:20 anasema anabisha mlangoni. Through the Spirit yenda anabisha nini? Mlangoni. Is the presence of the Father and the Son. Mungu anakuja katika roho. Alafu ukienda tena Education page 132 nasema the Lord's throne is in heaven. Psalms 11:4. Yet by his Spirit
He is everywhere present. He is everywhere present. Hiyo nimetangulia kusema. He has an infinite knowledge and a personal interest in all the works of his hands. Through the Spirit, he is everywhere present. Na utazipata kabisa katika misingi ya kanisa, ziko pale sahihi kabisa. Aliyeziondoa sasa, huyu mtu ninamlaumu sana. Ningekuwa wakati huo, ingekuwa kivumbi ndio zibadilike. I don't know why, what happened, lakini ina uchungu sana. Kanisa ambayo Mungu ameileta, kanisa ambayo nataka Mungu aimalize kazi, ameipea misingi na akaweka muhuri ni tusimame. Nakwambia dunia ingekuwa hata labda pengine tungekuwa dunia haingefika kule, lakini tumefika hapa na tutaendelea kudrag kama hatutazingatia maneno haya. Lakini katika kizazi hiki I'm very sure ya kwamba Mwenyezi Mungu atasimamisha watu ambao watakuwa tayari mpaka kifo kusimamia ukweli huu, ili Mungu amalize kazi na shetani akaweze kushindwa, tuende mbinguni. Tunaingia Ministry of Healing, page 417. Nasema the Bible shows us God is in his high and holy place, not in a state of inactivity, not in silence and solitude, but surrounded by 10,000, 10 times 10,000 and thousands of holy beings, all waiting to do his will. Through these messengers, he is in active communication with every part of his dominion. By his Spirit, he is everywhere present. Through the agency of his Spirit and the angels, he ministers to the children of men. Ministry of Healing. To end the Bible Echo, August 15th, 1901. Inasema, yes, in giving the Holy Spirit, it was impossible for God to give more. To this gift, nothing could be added. By it, unaona, mara nyingine inatumia it, tunakuta katika Biblia inatumia it, he, something, inategemea the context na the usage of that ile kitu nataka kuzungumzia. But it all needs by it all needs are supplied. The Holy Spirit is the vital presence of God and of appreciated will call forth praise and thanksgiving, and will ever be springing upon unto everlasting life. Manuscript Release, volume 14. The page nilisahau labda nitaweza kuitafuta. Inasema, Christ tells us that the Holy Spirit is the comforter, and the comforter is the Holy Spirit, the Spirit of truth, which the Father shall send in my name. I will pray to the Father, and he shall give you another comforter, that he may abide with you forever, even the Spirit of truth, whom the world cannot receive, because it sees him not, neither know him. But you know him, for he dwelleth with you, and shall be in you. John 14, 16 and 17. This refers to the omnipresent. Sikiza vizuri yo maneno. This refers to the omnipresent of the Spirit of Christ, called the Comforter. The Spirit of Christ, called the Comforter. We andika tu hapo na we mwenyewe utajisomea. Alafu Signs of the Times, April 7th, 1890. Nasema, Christ is withdrawn only from the eye of sense. Unaona hiyo maneno? But he is truly present by his Spirit. He is truly present by his Spirit, as when he was visibly present on earth. The time that has elapsed since his ascension has brought no interruption in the fulfillment of his parting promise. Lo, I am with you always, even unto the end of the world. So Yesu asema, I am with you to the end of the world. Nitamtumia roho. Ni unakuta kwamba in the Spirit, Yesu anakaa ndani yetu, the Spirit of God. Yesu anatumia spirit wa Mungu, Mungu anatumia spirit wake, kwa sababu the Spirit of God is also the Spirit of Christ. So Mungu ana communicate, Mungu anafanya kazi zake, Mungu ako present everywhere through his Spirit, not another God called God the Holy Spirit. That thing is not there in the Bible. That thing is not there in the spirit of prophecy. That thing started with Romanism.
nataka uende ukasome kitu inaitwa the Mithra religion, the Mithraism. Enda ukasome the Mithraism, enda ukasome hiyo kitu, na ndio utajua kitu iliingiaje. Hata hizo makanisa wakati ule wakina Constantine wakiabudu, huko ndani kulikuwa kuna majumba ya kuabudu, Mithraism. Na hizi vitu walimeziingiza kwa siri, wakaingiza hapo na wakaleta mungu wao. Alafu walipomaliza kuleta mungu wao, wakaleta siku yao ya ibada ambayo ni Jumapili, ibada ya uongo. Sasa hii Jumapili hii hata si dhambi kubwa kuliko huyo Mungu. Maana walileta Mungu kwanza, alafu wakaleta siku ya ibada. Wewe unakataa hiyo siku, huyo Mungu unabaki naye. Alafu unasema sasa unamwabudu Mungu wa mbinguni. Hakuna utamaduni, hakuna ibada kama hizo katika Biblia. Mbinguni tunamwabudu Mungu ambaye ni Baba na Mwana. Hao wawili ndio nasema only the two beings are to be exalted. Sasa kama wewe unatii, usikize hiyo. Lakini kama una dini na vitabu zingine, na hapa pia nina maneno mengine mengi ya kuhusu huyu Roho Mtakatifu ambayo misquoted, hizo misquoted quotes of Ellen White. Sermon and Talks volume 1 page 209. But it is the leaven of the Spirit of Jesus which is sit down from heaven, called the Holy Ghost, and that Spirit affects the heart and the character. Alafu Review and Herald November 5th 1909. The Father gave his Spirit without measure to his Son. Kuna vitu viwili ambako kuna quotation mbili tunamaliza, alafu niweze kuomba. Hizi vitu sitaki kuziacha kabisa. Nataka niweze kuzitaja, alafu tuweze kuomba na tuweze kumaliza pale. Tuweze kumaliza Spirit of Prophecy, Satan, God's dear Son. Nataka tusome quotation moja, page 74. Hiyo siwezi kuiruka hiyo. Nataka nisome na hiyo ndio nitamalizia nayo. Sasa sikiliza vizuri hapa. Katika Manuscript Release volume 14 page 23. Sikiza vizuri, nasema Cumbered with humanity, Christ could not be in every place personally. Hii ndio soma polepole, maana sasa hapo ndo namalizia. Sikiza hii na ina uondo wote. Cumbered with humanity, Christ could not be everywhere, every place personally. Therefore, it was altogether for their advantage that he should leave them, go to his Father, and send the Holy Spirit to be his successor on earth. The Holy Spirit himself divested, the Holy Spirit is him. Paul, nilikuwa nimesoma vibaya. Sikiza vizuri. Wacha nianze tena. Wajua shetani anataka ili nisisome vizuri. Inasema, therefore it was altogether for his advantage that he should leave them, go to his Father, and send the Holy Spirit to be his successor on earth. The Holy Spirit is himself. The Holy Spirit is himself. Nitarudia tena. The Holy Spirit is himself divested of the personality of humanity and independent thereof. He would represent himself as present in all places by his Holy Spirit as the omnipresent. Just ponder that. Sasa alafu mtu akuje sasa anaenda tu quotation kidogo katika hiyo kitabu ya evangelism. Na utakuja kutoanisha tu hapa. Hiyo viraka yote imewekwa hapo, tutakuja kutoanisha tuone the correct context ya Ellen White. Ellen White was a true messenger, na haya mambo ndo aliandika. Na ukiangalia hizo quotation za roho ya unabii, na ukiangalia Biblia zinaambatana. Kwa hivyo akisema kwamba he is himself, anarefer kwamba God is spirit, so the spirit nature of Jesus Christ ndo anakuja katika roho, anakaa ndani yetu. So roho akiwa ndani yako ni kama Mungu, yani Baba na Mwana wako ndani yako. Ndo Paulo anasema, na yaweza yote kwa yule afanyaye kazi ndani yangu kwa nguvu, ambaye ni Yesu Kristo.
Na anasema kwamba ukienda katika Wakolosai 1:26-27 ukisoma mpaka 28 pale anasema ya kwamba siri hii iliyofichika tangu zamani imefunuliwa katika wakati huu katika njia ya kanisa, ambaye anasema siri iliyofichika katika zamani zote ni Kristo ndani yetu, tumaini la utukufu. Lakini Kristo ako ndani yetu namna gani? Roho Mtakatifu akiwa ndani yetu, ni Kristo ako ndani yetu. It is not another God called God the Holy Spirit. Hii kitu ndugu zanguni haiko katika Biblia, ilifanya kuletwa. Wanasema sasa Roho Mtakatifu hatuwezi kuelewa nature ya Mungu. Sasa Yesu mbona alisema ya kwamba nyinyi wa Samaria mnaabudu msichokijua, sisi Wayahudi tunakuabudu tukijuacho? Hatuwezi kumwabudu Mungu tusiyemjua. Hatuwezi kujua zaidi nature yake na kila kitu huko, lakini aliyotufunulia kwa wazi. Mungu ni mmoja. Sasa namaliza, the family of God inamaanisha nini? The family of God, mtu mwingine akawa ananiambia, hata anatetea utatu, anasema God ni kama humanity, lakini katika humanity anasema ya kwamba sasa kuna more than one. Tunaelewana vizuri? Wacha tumpime na yeye. Ukienda katika Romans 1:20 inazungumzia kwamba mambo ya siri ya Mungu yamefunuliwa katika viumbe vyake. Ni sawa sawa? Sasa tu nataka tuone Biblia na vile humanity hivyo na vile utatu wanaeleza, wanaeleza humanity. Ni sawa kabisa vile wanavyosema. Humanity is one, lakini kuna mume, kuna mke. Lakini hata ukiangalia vizuri, Mungu alimuumba mwanamume, sawa sawa? Alafu alipotaka kuumba mwanamke, alimulaza akatoa katika bavu wake akamuumba. Ni sawa sawa? Tunaelewana vizuri? Akamuumba. Lakini alipomuumba wakawa wawili, lakini wote ni binadamu kamili. Wote wana uzima wa Mungu, wanapumua sawa sawa. Ndio vile kasawasawa na baba na mwana, anasema kama baba alivyo na uzima nafsini mwake, na mwana pia ana uzima wa Mungu vile vile kamili na amepewa. Tunaelewana vizuri? Kamili kabisa. Na sisi sasa, manake ilimpendeza Mungu mwanawe awe kama hivyo, ilimpendeza Mungu. Tunaelewana vizuri Na sisi nasi sasa inakuwa hivyo, mwanamume hivyo hivyo na mwanamke vile vile. Tunaelewana vizuri? Unaona? Alafu ni kitu gani ambacho kinatuunganisha sisi katika mwanamume na mwanamke? The bond ambayo inatuleta pale. Unakuta kwamba tunapozaa mtoto unakuja DNA ambayo inashare mume na mke, tuna produce. Tunaelewana vizuri? Then the family is complete, the family of God. Na unapoangalia mbinguni, baba, mke, alafu na nini na watoto. Unapoangalia the family of God in heaven, God is the Father. Tunaelewana vizuri? God is the Father and Jesus Christ is the Son of God. Alafu hapo kuna Roho Mtakatifu, hapo Roho Mtakatifu anawaunganisha. Na unapoangalia vizuri inaenda sambamba kabisa hata na maumbile yetu. Sasa hapo utatu uko namna gani? Utatu uko wapi hapo? Kwa hivyo unakuta hata maumbile yetu yenyewe yanamfunua Mungu kabisa. Ya kwamba Mwenyezi Mungu mwenyewe amejifunua hata katika viumbe vyake. Tunapojiangalia sasa hata sisi wenyewe. Sasa unakuta kwamba kuna hierarchy ya order hata mbinguni. Na ndio sababu hata ukisoma katika Corinthians, labda ninapofanya summary na niombe. Katika Corinthians, First Corinthians chapter 12 verse what? Chapter 12 the hierarchy, chapter 11 verse 3. Chapter 11. Hebu nisomee tafadhali. Hapo namaliza, sikia nisomee vizuri. 11. Nisomee hapo. Shetani alikuwa anataka nisahau, ashindwe kwa jina la Yesu. Nisomee hapo. Inasema lakini verse 3. Verse 3 soma hapo. Nataka mjue ya kuwa kichwa cha kila mwanaume ni Kristo. Nataka mjue ya kwamba kichwa cha kila mwanaume ni nini? Ni Kristo. Na kichwa cha mwanamke ni mwanaume. Na kichwa cha kila nini? Mwanamke ni mwanaume. Endelea. Na kichwa cha Kristo. Na kichwa cha Kristo ni Mungu. Ni Mungu. No, there's order. Na kichwa cha Kristo ni Mungu. Sasa wewe ile andiko sasa wewe unataka tulifute, na maandiko hayo mengi wanaleta kwamba ati God the three co-eternal. Na unakuta wanataka waondoe hii order. Unajua shetani ni mjanja sana. Wanataka waondoe hii order of hierarchy of order in heaven, the Father, the Son. Unaona? Alafu Mungu mwenyewe is in the Spirit, and the Spirit of God is God himself. Anatuma roho wake na is the Spirit of Christ. Wanataka waondoe hiyo order. Alafu wakiondoa hiyo order wanasema sasa wako equal wote. Sasa wakisema wako equal, sasa unakuta hata watu wamevunja familia. Na ndio unakuta hili fundisho linaitwa women ordination, watu wanagombana tu saa zote. Unasikia watu wajua unapoondoa fundisho kuhusu Mungu, hizo vitu zote zinaingia sasa.
Na ndio nakuta kwa sababu wanasema ni coeternal, hakuna mwanamume, hakuna mwanamke. Wanasoma Wagalatia 2:28 nasema hakuna mwanamke, hakuna nini. Out of context, watu wakisema kwamba nini sasa, sote tuko sawa, kwa hivyo hakuna mwanamume, ndio wanagombana wakisema kwamba women, sijui women ordination, vitu kama hizo. Mimi have never involved myself in such things, kwa sababu there are more important things to deal with, which is the gospel. Tunapomwacha Mungu, hizi vitu zote zitakuja, na bado zitakuja. Hata sasa hii inaundwa tu, maanake si ni kura. Wanajua kwamba kanisa ni kura, na wengi wape, maanake walienda wakastadi, wakafika mahali wakasema sasa hii kitu iko silent. Hata ushoga unasikia, hata iko tayari, ushoga iko, kwa sababu tunaambiwa kwamba hakuna tena hiyo maneno, yani ni equality, kila kitu ni equality. Wameanza kuondoa kwamba uungu, the personality of God wameharibu. Sasa wakiharibu, tunaingiza sasa co-equal. Sasa hapo ni kila mtu ako sawa, mwanamke mwanamume, hakuna nini, na Biblia imetuambia kwamba kuna order. Wakiondoa hiyo, sasa kila kitu kinaingia. Ndio nakuta kuna ugomvi. Hawa wanasema wanawake lazima wawekewe mikono, hawa wanasema hakuna, ni ugomvi. Tunapokataa doctrine za Mungu, hizi vitu zote zitaingia. Na wacha niwaambie, zitakuja. Na hata tukiwa pale wakati tuna argue hizo vitu, mimi nilinyamaza tu. Nikasema watu wanagombana, lakini hawajui kile wanagombana nacho. Zitakuja, maana wanaume wamestudy, wakajua kanisa upitishe kitu ni kura. Naam. Naelewa. Unatengeza philosophy ya maneno pale na hivi, unakuja unaleta, na watu wanapiga kura, wengi wape, na ikipita imepita, unaambiwa kanisa imepitisha. So itakuja lazima, na itakuwa force, kwa sababu the doctrine of God has been corrupted through the Trinity doctrine. Kwa hivyo ndugu zanguni, maandiko hayo yote nimeweza kutoa na nimeweza kuthibitisha ya kwamba kuna Mungu mmoja aliye Baba katika the family of heaven. There is God the Father. Na nimethibitisha katika Biblia na hata katika roho nabii. There is the Son of God, not God the Son. Hiyo kieleza hivyo ni another God ambaye ametoka huko, ni Mungu, chimbuko lake ametoka huko, haijulikana ametoka wapi. Amekuja katika pantheon of relationship of gods. Alafu kuna the Holy Spirit, which is the Spirit of God. So hayo maneno unapoyaangalia unakuta kwamba Biblia iko sawa na imeweza kuyadhibitisha, na tutaendelea zaidi. Sasa kesho tumemaliza mpaka 100. Muda najua umeisha kabisa. I know muda umeisha kabisa, na labda katika hiyo summary ya hiyo 100 ni kitu kimoja nitasoma kesho. Then sasa kesho nitaingia. Sasa kesho sitatumia mafungu mengi. Sasa ni kuenda nataka nifike sasa katika period ya kanisa la Sabato. Hapo ndo nitakita hapo. Okay. Na kesho nitaenda kote paka niingie. Sasa kesho kutwa nikija nitaanza na hiyo sasa tutaingia katika kanisa la Sabato. Kesho nitakava history yote kwenda paka kanisa la Sabato inaanza 1844. Maana ni kuenda tu kutiririka namna hiyo. Kesho hiyo ndio nitafanya hiyo kazi. Kwa hivyo na Mwenyezi Mungu aweze kuwabariki nawe pamoja nanyi. Asanteni sana. Bwana wabariki na watunze nawe pamoja nanyi jioni hii ya leo. Amina. Amina. Kwanza kesho, samahani hatutakuwa kesho, lakini kesho kutwa. Kwa sababu mbele yetu kuna mazishi ya mmoja wetu ambaye kesho ni maziko yake. Tutakuwa kwenye maziko. Lakini kuna jambo ambalo sitaki msahau. Kwa sababu haya ambayo mchungaji anayafundisha, kwanza katika Biblia Nuru ya Dunia, Present Truth Loud Cry, si mageni. Si ya kwamba kuna quotation mgeni ambazo mchungaji amekuja kuzitoa. Ni wimbo wa kwaya, ni wimbo wa taifa tumekuwa tukiimba. Lakini the point mahali iko ni hii ambaye sitaki mtu asahau, ni ya kwamba Chai amekuwa mchungaji ndani ya kanisa la SDA. Na sasa kanisa la SDA analiweka wazi ya kwamba wana Mungu asiye wa kweli tunapoongea saa hii. Na mahali ambapo Mungu amebadilishwa, ama chukua mizigo yako toka hapo. Kama mchungaji mwenyewe anachukua virago alafu anahama, wewe unabaki hapo ukifanya nini? Mungu akiwa ameshabadilishwa, hapo mahali ni Babeli. Unatakikana kufunga virago yako na kuondoka. Kwa hivyo hili swala la kusema ya kwamba SDA ni kanisa la Mungu chini ya mfumo, hiyo kwanza itoke kwa mdomo wa mtu ambaye alikuwa na mdomo unaosema hivyo. Kwa sababu mchungaji, sababu ya kuongelea habari za utatu ni kwa sababu yeye amekuwa mchungaji, amekuwa na watu walikuwa na chunga, na kama itabahatika tu wapatane na video hii, najua tayari watamfuata mchungaji wao.
na hajamfuata mchungaji wao akuja awalishe kitu kingine. Anakuja kuwalisha ukweli wa Biblia na kuwarudisha katika kweli ya Biblia na katika Mungu wa kweli, kama vile alivyokuwa Elijah, ya kwamba anawaambia wana wa Israeli, mrudieni Mungu wa kweli, kwa sababu Ahabu na Jezabeli wamewatoa kwenye ibada ya Mungu wa kweli. Kwa hivyo hiyo isitoke kwa masikio, hiyo isitoke kwa mawazo yenu, maana si hata kwamba tuko na semina hapa ya Trinity, sababu ni wimbo tumekuwa tunaishi kuusema, lakini anaupigilia mshumari. Anasema kile ambacho tumeishi kusema, hatukuwa tunasema porojo, tulikuwa tunasema ukweli. Kula salamu yangu tena mchungaji. Mungu akubariki. Onyango, malizia alafu tuombe. Asanteni watu wa Mungu. Na nafikiri tumefikia mwisho wa leo. Nilikuwa nasikiza mambo mengi na nimejifundisha mambo mengi. Nafikiri hata wale ambao mnatufuatilia mmejisikilizia na kuna kitu ambacho umejifundisha. Sisi tunawatakia mema. Wale ambao bado hawajafanya maamuzi, wafanye hayo maamuzi kwa haraka kabla wakati haujaisha. Kwa hivyo kama vile ambavyo Mwalimu Ndasha amesema, ni ya kwamba kesho tutakuwa na break kidogo ili tuweze kukimbia mahali kwa ajili ya mazishi. Alafu siku ya Thursday na siku ya Ijumaa tutakuwa hapa, Mungu akituwezesha. Amani ya Mungu wetu iweze kuwa pamoja nanyi. Asanteni sana, mbarikiwe. Tuombe. Baba yetu na Mungu wetu, jina lako litukuzwe. Tunakushukuru kwa sababu leo tena umeweza kutufundisha mengi kupitia kinywa cha mtumishi wako. Tunajua kuna wengi wanafuatilia, na wote ambao wamefuatilia awamu ya kwanza na ya pili, na hata sasa watafuatilia awamu hii ya tatu, usimwache yote yapotee kwenye giza. Mshike mkono. Umesema heri wenye kiu na njaa ya haki, maana watashibishwa. Ulivyomuongoza Lutu na familia yake toka Sodoma, ongoza wengine, washike mikono, wavute, ili kila mmoja aweze kuokolewa kipindi cha mwisho. Neema yako itufunike. Tumefikia hapo kwa leo. Tunaomba utubariki, utujalie afya nzuri kwa ajili ya utukufu wa jina lako. Tutakapokutanika tena kwa awamu nyingine, tutakushukuru na kulinua jina lako. Ni kwa imani tumekuomba kupitia jina la Yesu aliye Bwana na haki yetu. Tumeomba na kuamini. Amen. Amina. Bwana abariki.